Kwanza kabisa nataka niweze kuchukua nafasi hii niweze kuwasalimu ndugu zangu katika imani wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iweze kuwa pamoja nanyi, na wale ambao hawajaweza kupata bahati na baraka na neema ya kuweza kuamini Bwana wetu Yesu Kristo, ndugu zetu katika mkono wa kushoto wa Islam, asalamu alaikum. Nataka video hii iweze kumfikia Dr. Sule, na Dr. Sule katika huu muhadhara wa awamu ya tatu itafikia wakati ya kwamba tutawabatiza walimu wa Kiislamu, kwa sababu anaonekana kama mwalimu ambaye kidogo anainua kichwa. Ni Dr. Sule. Wengine wote wameshaingia kichakani, wameshaingia mitini. Wa kwanza ni kijana mdogo sana ambaye anaitwa Shafi, pamoja na Kinyuguri. Sasa ndiye hatuoni kabisa, kidogo mzee, tunaweza kusema ya kwamba ameshakuwa mzee, Adhumani Habibu Mazinge. Lakini sasa kuna jambo ambalo nataka liweze kuwafikia Waislamu na jopo nzima ya Waislamu wakiongozwa na Dr. Sule. Kwanza, kitu ya kwanza, Dr. Sule ni msomi anayesikilizwa na watu katika East and Central Africa, lakini katika jukwaa la kisomi katika maandiko, nadhani ya kwamba tutaweza kumtia shuoni sisi kama Wakristo, na lengo letu ni kumbatiza. Kwa hivyo kama kuna wakati Sule unafikia wako wa kubatizwa, ni sasa katika muhadhara huu wa awamu ya tatu, kwa sababu uliahidi kwa kinywa chako ya kwamba utakuja Kenya kwa ajili ya mjadala. Sasa tuko na home advantage, yani tuko nyumbani, kwa sababu hoja zetu zilikulemea tukiwa kwenu nyumbani. Sasa unaona, ukija kwetu nyumbani, basi ni wakati wako kubatizwa pamoja na jopo lote utakalo kuja nalo hapa Kenya. Na nikuombe usije ukaingia mitini kama wenzako, kwa sababu utakuwa umeuzika Uislamu East and Central Africa, utakuwa umezika, tutakuwa sisi ni kuufunika tu. Sasa ninaomba hoja ambazo tumeziweka pale, Qur'ani na Biblia, kati ya Wakristo na Waislamu, ni akina nani wana uhusiano na majini? Kunao majini wamewahi kuwa Waislamu kwa maandiko, lakini tunao ushahidi wa kutosha ya kwamba kunao majini ambao ni Waislamu. Na nimeweza kuangalia video za Sule nyingi sana, anaongelea majini, lakini hajaweza kusimama katika jukwaa la kisomi kueleza ulimwengu ni vipi Waislamu wanahusiana na majini. Kwa hivyo tutaweza kuwatoa Waislamu wote katika uhusiano wa majini na kuwaleta katika himaya ya Bwana wetu Yesu Kristo, waweze kukombolewa, waweze kupata uzima wa milele. Na tutapitia Sule na jopo lake la walimu. Kwa hivyo Sule, jihami, jipange, na kuomba kwanza upite katika sehemu zozote ambazo Waislamu wanauza vitabu, katika maktaba yote ya Kiislamu, kwa sababu tumepita katika maktaba ya Kiislamu, vitabu tumevinunua, vitabu tumevisoma. Kile tunawagoja ni nyinyi muje tuwape elimu jopo lote la Wakristo. Tuko na walimu tumejipanga, tuko na mabishop tumejipanga, tuko na watu ambao wamesoma kabisa. Kwa hivyo ninaomba Sule, usije ukaingia kichaka kama wenzako. Tunakugoja. Usije ukaleta dharura, kwa sababu kila kitu kimepangwa, kiwanja kimelipwa, mitabo imelipiwa. Kwa hivyo kile tunagoja ni wewe Dr. Sule na jopo lako la Waislamu, na uwatagazie Waislamu, usikae kimya, uwatagazie Waislamu tarehe 31 mwezi huu mpaka tarehe 5 mwezi ujao, sehemu ya Kilifi hapa Kenya, kule pwani, sehemu ambayo inaitwa Mtwapa. Kuna kitongoji kinaitwa Zebla, kuna kiwanja hapo ndani kinaitwa kiwanja cha Ken. Tutaweka matenti, tutaweka viti, tutaweka majukwaa. Waislamu akina mama na Waislamu ambaye ni wanaume, vijana na watoto waweze kuhudhuria kongamano hilo, ili tuweze kuwa na ubatizo mkubwa, kuwabatiza Sule na Waislamu wanaume na Waislamu wanawake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunawagoja. Asanteni. Shukrani.